Nimeona niungane na timu ya taifa kumpokea kijukuu cha Mtume Peter Simon Msigwa. Na nikuhakikishie mheshimiwa, ulipoishia ndio tutakapoanzia kupiga kazi. Usitishwe na mungurumo wa chura wakati unakuruza. Kama kuhama vyama hakuanza Peter. Alianza Roasa, alitoka CCM akaja Chadema akarudi alikotoka. Akaja Sumai akatoka CCM akaja Chadema akarudi alikotoka. Akaja Lazaro Nyalandu akatoka CCM akaja Chadema akarudi, lakini mwisho Kratos Chauta Chama Mwamba Rosaka alitoka Simba akaenda Yanga, amerudi Simba, sasa ni mfarume. Kuna kipya hapo? Kuna kigeni hapo? Mwamba sasa hivi akisimama kuzungumza ana uhakika na anachoongea juu ya CCM. Walimwamini na alipokelewa Ikulu na wakampokea Ikulu kabisa. Sasa wakafikiri wamepata, kumbe sisi tumepeleka Mossad. Kwa kwenda kwake Peter Msigwa CCM, Chadema tumepona. Bila Peter Chadema isingekuwa na nguvu ilionayo hivi sasa. Bila Peter leo msingemuona mashine John Heche akiwa hivi alivyo sasa. Maana tulikuwa na utawala wa kina Nkurunziza. Leo John Heche asingekuwa moto kiasi hiki. Leo msingemuona mwana wa Mungu Antipas Lissu akiwa jela anaendesha chama kinasonga. Antipas, mimi ma CCM na mashangaa sana. Na washangaa na sheria wa CCM wa serikali ambao wanahangaika wakina Katuga na Lissu. Sikiliza Iringa. Lissu alipopata shida pale Dodoma akapigwa risasi, si ndio? Risasi zaidi ya 16. Mwamba bado anapumua. Aliondoka na asilimia ndogo sana ya damu Nairobi. Peter Msigwa ni shahidi, make ndo alishikilia ile damu ya Lissu iliyobaki kidogo, oxygen, ndani ya ndege ya caravan kwenda Nairobi. Wakati amefika Nairobi aliongezwa damu za nani? Hazikuwa za Ikungi wala Tanzania, aliongezwa za Wakenya, ambao Wakenya wanakomaa kwenye haki, nyie mnajua na ni mashahidi. Na kama kabila liko hata la John Heche Kenya, Wakuria wako kule, watu wa Tarime wanaishi Kenya, si ndio? Na ndio mnamuona John Heche anavyokomaa, si ndio? Alipotoka Nairobi kwenda Ubelgiji kuongezewa damu nyingine na operesheni zingine, aliongezewa damu za wazungu. Jamaa kichwa kinatembea sana. Wanapata tabu sana CCM. Na kufungwa kwa Lissu ndio kujenga nyumba kwa baadhi ya maaskari. Mnapoenda kulinda pale mnapata padei, sio? Na mikutano hii ya Chadema inavyokuja ndio mnatoka out na mnabadilisha mboga, si ndio? Zamani si walikuwa navaa combat kama zetu maaskari. Siku hizi wamebadilishwa navaa hizi za mboga afikiri kama CCM, sio? Kwa hiyo wana vinasaba na CCM, sio? Ndugu zangu, nitazungumza kwa kiasi kwa sababu wakubwa zangu wako hapa. Sitaki kupasua sana malika nisije nikagusa maneno ambayo wanatakiwa tembee nayo. Lakini nikukabilishe sana Peter Msigwa. Mimi nilifurahi na mimi ni nabii, niliwahi kuzungumza CCM muweze kuishi kwa sababu 5 mzuri. Wewe ni mcha Mungu na hofu ya Mungu ndani yake, na ndio maana ni mchungaji. Ndani ya CCM ni box na disco la sechani ambalo usingeweza kudumu. Wewe kazi yako kuwasemea watu, na huku ndo ndako enjoy, ndo unafanya mikutano. Kule bila kuwa mwenezi wa taifa ufanye mikutano. Mwenyekiti makamu, usimjibu kiongozi, tuachie sisi. Yule alikuwa mkuu wa mkoa hapa, tuachie sisi tumcharange sana yule. Yule ndo saizi yetu. Ukimjibu unampa mileage. Na alikuwa anataka umjibu kidogo ili apate mileage kwao.
anaitwa Ali Happy. Jina lene ya Happy la kike kule mbele. Uwe na Ali na uwe na Happy. Manake nini? Uwe na Ali afu uwe na Happy. Sasa Happy, sikiliza, tutakujibu sisi kwenye mikutano yetu ambayo tutakuwa na muda mrefu sana na airtime ya kuzungumza. Huyo tuachie. Wewe ni sasa hivi ni superstar, uko juu sana. Upasi kuwazungumza wakina Ali Happy hawa, wakina kiongozi, tuachie sisi tucheze nao hawa. Mwambegere ndo alikuwa mwenyekiti wa tume ya uchaguzi, ni Mnyakyusa wa Katumba kule nyumbani. Amerinyadijisi taifa, ameriharibu taifa, akisaidiana na dada yake ambaye bungeni alikataa hoja ya mbunge kutoka Chadema Aida Kenan walipokuwa wanazungumzia utekaji. Ni kwa sababu hajawahi kuguswa na shida hizi za utekaji. Lakini ndugu zangu maaskari, sikiliza ndugu zangu, nyie watoto wakulima wadogo zetu, hebu mnapoambiwa maelezo ya juu, kwani lazima ufanikishe dili? Ukimpigia simu kwamba nakuja, sogea mbele kidogo, nitasema hayupo usiku mnao tuteka, kwani ukisema dili limefeli, shida iko wapi? Kazi kujipendekeza tu. Mungu akubariki sana.